namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unavyomtazama wewe ng'ombe na anavyomtazama Masai ng'ombe ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kumwogopa na kumkimbia. Tunatazama tofauti. Lakini kuna tamaduni ambazo jamii hiyo imekuwa ni jamii ya kibiashara. Kama unazaliwa unataka hapa unafanya biashara. Na yeye anapokwenda mtazamo wake unafanya biashara. Lakini unaenda kwenye tamaduni zingine ambazo wao ni kilimo. Kwa hiyo mtoto anakuwa yani akili yake inapozidi kupevuka anawaza kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tamaduni pia zinatuathiri kwa namna hiyo. Lakini pia nidhamu binafsi na mtazamo wa kujifunza. Nidhamu binafsi na mtazamo wa kujifunza. Jamani, wapo watu wanaofundishika, akikutana na watu wengine hang'ang'ani na mtazamo wake, anawaangalia wengine wanatazama namna gani. Akiona mtazamo wao ni mzuri, anaungana nao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwingine maadamu aliona huko alikotoka mtazamo ulikuwa namna hii, atang'ang'ana endelee kutazama hivyo, hayupo tayari kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo ni mambo mbalimbali ambayo huwa yanaathiri mitazamo ya watu. Watu wengi wamekuta wameathirika kwa sababu ya mambo hayo ambayo wanakutana nayo katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jema, pamoja na kuweza kuwa na mitazamo ambayo imekuwa hasi, ambayo inawezekana imekufanya ujikute uko katika hali ngumu ya kimaisha, ujikute umepoteza marafiki wazuri, ujikute umekataliwa na jamii. Kuna watu wengine kutokana na mitazamo yao jinsi ilivyo, kila mtu hatamani kukaa. Umepoteza watu wa muhimu katika maisha yako. Umepotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna hiyo ipo habari njema kwamba unaweza ukabadilika. Unaweza ukabadilisha mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika Warumi 12 mstari wa 2 inasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa hiyo inawezekana ukimwangalia Kristo, Bwana Yesu asifiwe, ukalifuata neno la Mungu, linaweza likakugeuza mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukijitambua wewe kama kiumbe kipya, Bwana Yesu asifiwe, ina maana yale ya kale yote, kama kulikuwa na mabaya yote katika maisha yako, inawezekana kuwa na historia mbaya za umaskini, inawezekana kuwa na historia mbaya za magonjwa, inawezekana kuwa na historia zingine zote za kimaskini na namna nyingine yote. Haya yote kama ukijitambua wewe kama kiumbe kipya, unaweza ukabadilika. Sawa sawa na Wakorintho wa 2:5 mstari wa 17. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukadhamiria leo kubadilika. Uwezekano wa kubadilika upo. Niombe tusimame.